Nimekuambia tangu mwanzo, nimekuambia huyu mtoto tangu nikuwe naye mpaka wa leo hajaileta kitu kibaya nyumbani. Sababu nimekataa sio mwizi. Ndio huyu hapa niko naye tangu akiwa mdogo mpaka sasa hivi. Huyu mtoto mimi nimekuambia kabisa sio mwizi. Mimi si mwizi mimi. Sio mwizi. Una hakika? Hiyo nimekataa. Mama kuna maneno na mimi. Hiyo kama kuna mambo mengine aseme tu lakini sio mwizi kabisa. Sio mwizi. Acha daktari afanye kazi yake. Una hakika mzee? Sio mwizi. Mimi kwani kuna mikono 10. TV nini peke yangu mama? Mimi si mwizi. Nimekataa sio mtoto sio mwizi. Mimi nimekataa maneno. Mimi hapo kabisa. Kabisa. Una hakika mzee? Maana unajua daktari. Mimi na hakika mtoto huyu sio mwizi. Mimi namjua kuanzia akiwa mdogo. Hata walimu hajaili hata malalamishi. Sasa wizi umetoka hapa. Maana daktari ndiposa daktari amekuja. Wajua ni kwa sababu gani? Daktari amesema ni huyu kijana. Ndio maana ako hapa. Mimi nimekataa huyu mtoto wangu sio mwizi. Mimi si mwizi. Nani anasema mimi mwizi? Kwamba unakiri kwamba sio wewe. Mimi si mimi. Nimebeba mimi si mwizi. Mimi si mwizi. Maana keti hapo, wacha keti. Daktari atapona. Daktari atapona. Siulize swali. Ngoja niongee na misimu. Hello, mambo vipi watu wangu? Hapa ni Mr. Dula na hapa tumekuja kumtafuta daktari ambaye alifanya ule mwizi mwenye tulikuwa naye last time akawa chizi, na baba mtoto amekuja hapa kutafuta huyo daktari aweze kumsaidia. Na tuko hapa na mama pia ambaye alibiwa vitu yuko hapa. Mzee ambaye mwenye mtoto ambaye alikuwa anakaa na mtoto wake sio mwizi yuko hapa pia. Wacha tusikize mzee nini amefanya paka akatafuta paka akatafuta daktari. Mambo vipi mzee? Nzuri. Mimi sina la kusema, mambo ni kusaidiana sababu mtoto ni wangu na naona vile anaenda aende vizuri. Ndio nimebidi turudi kwa daktari atusaidie mtoto aendelee vizuri. Na nimeomba msamaha, sio kwa najua mtoto wangu alifanya hivi, lakini baadaye kuja kupata vitu kwa nyumbani nikaona tutafute daktari. Mimi sina mengi, nataka tuombe mwenye vitu msamaha na tuone daktari vile atatusaidia. Ndio. Mtoto amechizika kabisa. Mbaya sana hata huko nyumbani ukaliki ni mkamba tu, hata ukifunga kamba anakata siku yani ni kumungoja tu swala yote tu. Ni kama kumwandikia mlinzi. Sasa ile kitu ningesema tuombe daktari atusaidie mambo ishi. Umeamini kweli mambo ya mzee ya daktari ilikuwa ya kweli? Nimeamini daktari anafanya kazi yake. Mama vipi? Poa. Ulipata vitu vyako? Vitu vyangu nilipata lakini sijapata zote, zingine bado. Vingine viko wapi? Vingine viko police station. Ni vitu gani ulipata? Labda fridge na radio. Ulipata vipi hizo fridge na radio mama? Hiyo fridge na radio, kuna rafiki, kuna mtu alinipigia simu akaniambia anauza vitu. Nikamuuliza wauza nini? Akaniambia anauza fridge na radio. Ndio mimi nikamwambia kama unauza fridge na radio basi nitakuja kuangalia ni ziko vipi. Kwenda kuangalia kwake nikapata ni zangu. Ndio nikamwambia hizi vitu si ni zangu. Akaniambia kuna kijana pale kwenyu ndiye alichukua hizi vitu akaniletea usiku. Nikamuuliza mbona yule kijana tulikuwa tunamwambia yeye ni mwizi, babaka anasema si mwizi. Sasa babaka akakataa kabisa ati yeye mtoto wake si mwizi. Na kumbe mtoto wake ndiye aliiba vitu akaleta huko kwa kati yeye. Ndio nikamwambia sawa, ngoja nitachunguza hizo vitu, nishajua vitu ni zangu. Sasa ngoja mimi nitachunguza, nitaongea na babake nione anasema nini. Na hivi vitu zenye ambazo ziko police station zimepatikana vipi police station? Hizo vitu police station kuna kijana mwenye alipeleka huko police station. Alipelekwa hizo vitu zingine, akapelekwa, alivyopelekwa huyo kijana kabisa hizo vitu, akasema haziwezi kaa kwake, akapelekwa huko police station. Daktari alikwambia kwamba hizo vitu tutarejeshewa na utakuja letea hizo vitu niwe mwenyewe. Vipi, kuna mtu alikuja akakuletea ndio ukapata TV na nini fridge na radio? Tulivyoenda kwa daktari aliniambia nisiwe na wasiwasi. Hizo vitu mwenye alichukua yote mwenye aliguza zitakuja kupatikana, hazitapotea. Ndio mimi na rafiki yangu akanielezea daktari, tukakuja mara ya kwanza daktari akafanya mambo yake. Ndio tumerudi tena sasa afanye nini hizo vitu zirudi. Kabisa. Umeamini daktari yuatibu? Daktari yuatibu kabisa, ni maamini daktari ndio ukweli.
Hivi ulimjua vipi huyu daktari, labda uambie watazamaji ambao watakuona pale? Huyu daktari mimi kumjua ni rafiki yangu. Aliniconnect kwa huyu daktari, pia alikuja, kuna siku alikuja akapoteza vitu, akakuja kwa huyu daktari akamsaidia akapata hizo vitu. Sasa nilipomweleza huyu rafiki yangu nikamwambia mimi nimeibiwa vitu hivi na hivi, ndio rafiki yangu akanileta kwa huyu daktari. Na nimekuona kweli huyu daktari watibu. Wafanya ukweli. Ndio maana nimepata hizo vitu. So mzee, vipi sasa na wewe unasema vipi mtoto asaidiwe? Mtoto asaidiwe, maisha yake endelee mbele. Unaambiaje watu ambao wanatetea watoto kama ulivyokuwa unatetea mtoto wako? Mimi ile kitu ningesema, kila mtu alinde mtoto wake vizuri, na mtoto nafaa mchunge. Lakini sasa mtoto akiwa kama huyu hatukuwa najua, lakini ningeomba tu, naambia wananchi, naomba msamaha sababu mtoto ni wangu, na kila mtu alinde mtoto wake kwa heshima. Na mtoto akuwe na adabu kidogo, ndio sababu unajua watoto kama hawa ndio wanafanya mambo kama ile. Ingetokezea, ningejua ingetokezea. Ile kitu ningeomba tu ni msamaha. Umaamini kwamba kuna vitu vinaweza tendeka hapa duniani? Nimeamini kabisa. Wewe ulikuwa unasema daktari afanye mambo yako, huko unaamini kwamba anaweza fanya jambo kama hilo? Sikuwa naamini hata mtoto ndalichukua hizo vitu. Sikuwa naamini kabisa, lakini penye imefikia nimekubali. Umaamini daktari ana nguvu zake? Daktari ana nguvu zake. Sisemi kitu hapo. Nikuomba tu msamaha, mtoto arudi vizuri. Sasa daktari yuko hapa na mnavyoona watu wangu, daktari yuko hapa ndio kwake, na hapa ndio anafanyia kazi. Wagonjwa ambao wanakuja kwake kumtembelea mara mingi wanaketi kwa hii kiti hapa, anavyoona sisi wenyewe tumekuja tukatulia hapa kwa kiti. Hapa ni mbuyu ambaye daktari yuatumia kufanya mambo yake ya udaktari, na hapa ndio nyumba yake ya kufanya kazi. Mnavyoona daktari yuko hapa ndani. Wacha tumbishie tusikie daktari wasema vipi, tuone mzee atakavyosaidiwa kuhusu mtoto wake. Daktari. Naam, njoo, kuna wageni hapa kuja kutembelea daktari. Naona mapema sana. Naam. Ni wewe tena? Mimi daktari. Nakumbuka ile siku nilikwambiaje? Uniambia. Nasukuwa najua. Nilikwambia nini? Hebu ongea. Uniambia mtoto wangu ndiye aliiba vitu za huyo mama. Tuachane naye. Umekuja kwa nia gani leo? Kuja usaidia mtoto anasumbua. Mtoto anasumbua? Amekuwa azimu. Na si wewe ndio ulisema? Sikuwa najua sababu ni mtoto ni mkubwa, sitembeange na yeye. Yuko wapi huyo mtoto? Mtoto huyu hapa. Najua itakuwa ngumu sana. Itabidi ulete ule mama ambaye aliibia aje hapa. Mje hapa na yeye. Ndio niweze kumdibu. Tumekuja na yeye hapa. Mama. Jambo. Uko sawa? Niko sawa. Mmesikizana na huyu mzee? Tumesikizana. Tutengeneze ule mtoto? Mtengeneze. Lakini itakuwa ngumu sana. Daktari, sikuwa ngumu. Sikuwa ngumu daktari. Lakini msijali. Ngoja niende nikaongea na mizimu. Mizimu akikubali. Mizimu. Keti hapo, wacha keti.
Ere bare kabarisha. 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 Daktari atapona? Daktari atapona? Siulize swali. Ngoja niongee na misimu. Ere bare kabarisha. 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 Babu, nimekuja kwenu. Nilimtibu kijana, lakini mnaona matokeo. Isingekuwa hivyo, angejieleza mapema, ingekuwa vizuri. Nisaidieni. Ere bare kabarisha. Ere bare kabarisha. Ere bare kabarisha. Ere bare kabarisha. Mzee, una bahati sana. Una bahati sana. Misimu imekubali. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Misimu imekubali. Asante sana. Ila ni kwa nia moja. Asirudie tena wizi. Hatarudia. Akirudia tena kuibia mtu mwingine ambaye si nyinyi, itakuwa mambo mabaya. Tutamwomba mama msamaha na tutasema hatarudia. Mama huyu ndio yuko hapa, huyu ndiye alibiwa vitu huyu mama. Mama, amepata vitu vyake. Sasa mama, wewe umepata vitu zako. Before tumwachilie huyu akue huru. Unasemaje? Mimi sina la kumwambia. Tumwachilie ama tumwachilie awe huru. Na sirudie kuiba. Haya. Mzee, tunamwachilia kijana yako, lakini siku ingine pia hatarudia kuiba. Haya. Daktari, vipi wapatikana vipi mtu anataka kupata? Mimi napatikana kwa WhatsApp. Naam. Hello guys, hapa daktari yuko hapa na umeona alivyotibu kijana ambaye alikuwa amebia vitu huyu mama, na mama amesema kwamba amepata vitu, na kijana unaona ndio huyu ametishafahamu. Daktari anasaidia watu wengi. Kama kweli una shida, kama una shida labda ya boma, mtu anakusumbua nyumbani, shida ya mapenzi, labda uaibiwa, kuchungiwa nyumba, kuchungiwa boma, kuweka mitego, wezi wasije wakakuvamia kwako,